Allah waongoze yale mapungufu walionayo, Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee warudi kwenye dini yao. Hawa viongozi wa Kiislamu Allah waondoshe ile mapungufu walionayo, warudi katika Uislamu, na matukio haya yawatie akili, wajue maadui zao ni kina nani na wao watakiwa kufanya nini kwa wakati gani. Sasa hii kusema kwamba Waarabu ni wanafiki, huku ni kuwakufurisha kwanza. Waarabu gani wanafiki? Ndio wale wanaokwenda wewe ukiswali nyuma yao kule Maka na Madina? Ndio wale wanaokuongoza kwenye hija wakatoa hutuba kwenye Arafa huko? Ndio wao wanafiki unaokusudia? Haya, vipi sasa wewe waswali nyuma ya mnafiki? Huoni kama una matatizo? Hii ni fikra ya kitakfiri ya kishia ya kuwakufurisha ahlus sunnah wal jamaa. Usibebeshwe tu bila kujua. Nchi za Kiarabu kuna pombe. Mimi najua kweli kuna nchi pombe ni imeruhusiwa, najua, na hii ni makosa. Na sijui kama wenyewe wanajiita kwamba wao ni dola ya Kiislamu kama Dubai. Kila kitu kiko wazi, kila kitu unachokijua duniani kiko wazi. Lakini ziko nchi hakuna mambo hayo, kwamba eti una kibali cha kufungua baa uuze pombe. Ajaribu uone. Lakini kwa watu wanywa pombe, hata katika enzi za Mtume ilikuweko. Wajua kuna kitu sheria na kuna matendo ya mtu binafsi. Hivi ni vitu vili tofauti. Katika nchi kunaweza kukawa kuna sheria kwamba hili haliruhusiwi, alafu kuna wananchi wanakiuka sheria. Kukiuka kwao sheria hakuifanyi kuwa sheria hili imebadilika. Sasa wewe kama wajifanya mjuaji, beba konyagi hapa ndani usuhudia kaone. Usienda umra uenda hija, beba uende naye. Utajua kwamba pombe ipo hakuna. Usijisemee tu watu wenye pombe. Sawa, watu wenye pombe kweli. Au watu kwa wazini. Ile jambo lipo, linawezekana. Enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa. Hao wenyewe hamjui historia ya Bani Umayya, ya Bani al-Abbas na dawla nyingine zilizofuata baada ya hapo. Lakini dola za Kiislamu huwezi kuwakufurisha kwa sababu ya maasi. Hii ni misimamo mibovu kabisa, misimamo ya kikhawarij. Alafu ukisema kwamba mashehe wamekaa kimya, wewe msikiliza shehe nani? Maana mashehe tunaosikiliza sisi wanakataza mambo haya, wakataza maulidi tu. Wewe msikiliza shehe nani? Wataka fatwa za Sheikh Fauzani asemaje? Ndiye mufti wa Saudi Arabia sasa, asemaje kuhusu pombe, kuhusu madanguro? Au mtaka Ibn Baz asemaje? Au alatina kamati ya kudumu ya fatwa waitaka yasemaje, yaelezaje jambo hilo? Sasa ukisema kimya, ulitaka uje kuambia nyumbani kwako, si maneno sawa. Watu waache chuki na propaganda, wasitumike katika kuwachafua waislamu wenzao. Na haya maneno kwamba eti ikiaguka dola ya kishia kwamba Waarabu watakuwa mashoga, watakuwa hivi, umetoa wapi maneno hayo? Kwa tathmini ipi? Kwa tathmini ipi? Kwamba wale Wayahudi watawachezea kuliko? Kwani wale wazuia nini? Kwani mshia pale azuia nini? Mimi nauliza tu, Shia azuia nini pale? Myahudi anachotaka kukifanya kwamba ashindwe kwa sababu amuogopa mshia, kwa jambo lipi? Kwani alipotaka kupigwa Muiraki, mshia alikuwa wapi? Si Irani alikuwa? Yesu ndio alisaidia. Sasa msizungumze vitu kama hamfahamu, msitaki kuwadanganya watu. Usije ukakaa ukafikiria kwamba eti Irani au Shia wako kwenye mkakati wa kuwatetea masunni hata siku moja. Hiyo jambo haliwezi kutokea. Wao siku zote wako katika kufanya mikakati ya kuangusha masunni, na wao wakae sehemu za masunni. Kwa hiyo lillahi alhamdu, ilipotokea Waarabu kujitambua, walitaka kusimamisha mamluki wao pale Misri kupitia Muhammad Mursi na chama cha Ikhwan al-Muslimin kwa mapinduzi. Mapinduzi yale ya Rabiul Arabi yaliyofanyika 2011 2012, mashia pale walikuwa na mikono pale, bao kina Gaddafi wakaangushwa, walikuwa na mikono mule. Kwa hiyo akaangushwa Muhammad Husni Mubarak, mara kaingia Mursi pale masuti yake muikhwani, lakini pale akaanza kutaatafu na mashia, wakati ilikuwa katika kipindi cha nyuma marufuku. Wakaanza kufungua hauza zao, wakaanza kufanya hivi.
alhamdulillah Allah akatuondoshia mtu yule, akaja mtu mwingine. Kwa kampeni yao ikawa imefeli hapo. Kule Syria jamaa walitafatani, Waarabu wakakumbuka siku nyingi, kuona hao hapa lazima tuiondoe serikali. Wakati gani? Wakati kwa sababu hawa wanalindwa na Mrasha ameshughulishwa na Ukraine. Wakati huo ndio kuchukua nchi ya Bashar al-Assad. Wakati wa nguvu Bashar kaondoka, yuko Bashar msuni bali. Kwa hiyo ile mkakati waliopanga kwamba Syria, Iraki, Yemen, si wapi, umeanza kufeli. Na ile mipango yao si uranium, sikuaje, nuclear. Sisi tuombe dua Allah subhanahu wa ta'ala awasaliti madhalim kwa madhalim, na sisi atuepushe na ile sharia, tutoe salama, na tuombee Uislamu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Waislamu walio wanyonge tuwaombee. Ndugu zetu walio Palestina kwa ujumla na Gaza bil khusus, ndugu zetu walio Yemen, walio Syria na sehemu mbalimbali ambao wanaishi kwa unyonge, sisi tuombee dua. Huku Sudani tuombee dua ndugu zetu sisi, Allah awatie nguvu, awanusuru kwenye lile walilonalo, awape faraja. Yote hii ni mipango ya watu waovu, madhalimu. Dhalimu haijalishi kuwa dhalimu ni nchi gani au kabila gani au dini gani. Dhalimu ni dhalimu tu, kwenye Uislamu hakubaliki. Ana jina gani, atoka wapi, mrengo upi, muda wa kuwa ni dhalimu hakubaliki. Kwa sisi ni kuombea dua ndugu zetu, Allah wasalimishe na dhulma. Sisi hatuna uwezo kwenda Palestina kwenda kuwanusuru, wala hatuna silaha za kupambana, lakini silaha yetu kubwa sisi ni dua. Allah warudishe katika usawa na awatie nguvu. Nimesema sana, lakini kuna mambo mengi nimeyaacha.